Kuna kitu nataka tuweze kujiuliza leo, especially kuhusiana na masuala mazima ya madada zetu kutoka mashariki mwa Afrika, vile ambavyo wanaendelea kuuliwa na kuteswa na kudhalilishwa nchi za Uarabuni. Wakati huo huo pia ifahamike ya kwamba wapo madada wengi mpaka sasa tunavyoongea tarehe ya leo hino, wapo madada wengi sana ambao wako airport bado wanataka kusafiri kuelekea nchi za Uarabuni wakiendelea kufanya kazi, na vile vile pia wapo madada wengi ambao wako vijijini kule na mijini ambao kwa sasa wanabisha maofisi ya maagents ili waweze kwenda zao Uarabuni kwenda fanya kazi ndani ya nyumba. Ni kitu gani kile ambacho kinawafanya mpaka wengine hata baada ya kwamba wamesikia kuna vituko vinafanyika nchini Uarabuni kule ama bara la Uarabuni kule, lakini wako na ile ya kwamba I have to go, ni lazima niende kivyovyote, kufa gari kufa dereva, mimi lazima niende zangu Uarabuni. Alafu pia kuna ile mentality ya kwamba watu wameshika kwa kichwa kwamba mimi kutoboa kwa maisha ni lazima niende zangu Uarabuni. What is this main thing? Ni nini sababu kubwa? Nataka tuweze kujadiliana kwa pamoja hapa, tuweze kuwekana kwa pamoja na tuweze kuzungumzia swala zima hili. Mwanzo acha tuseme tu kwamba kuna baadhi ya mifano ambayo imeact kuwa kama mifano bora. Yani imekuwa kama ni mifano bora kwa watu wengine, in a way that wanadhani ya kwamba once mtu akishapanda ndege kutoka nchi ambayo yuko, especially nchi zetu hizi za mashariki mwa Afrika ambazo tuna uhakika na kujiaminia kwamba kuna umaskini ambao umezidi kwa kisa kikubwa sana ama kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo basi mtu anachekia kwamba hii maisha yenye niko mimi mpaka nianze kushika 100,000, nianze kushika 1,000,000, nianze kushika pesa fulani, itakuwa ngumu sana. Alafu mwisho wa siku mfano ambao nazungumzia kusoma swala mzima, mfano ni ile kwamba akiangalia jirani yake pale anamuona amefanya kitu ambacho ni cha maajabu ama ni kitu ambacho yeye yakifanya kwa ndoto peke yake, akikiangalia hivi haamini hata yeye kwamba ana uwezo wa kufanya kitu kama kile. Hivyo basi yeye naye pia anaungana na ile mori na ile tamaa ya kusema kwamba ni bora nisafiri ili na mimi pia niweze kufanya kitu fulani kama mtu fulani alivyofanya. So that's what makes people inafanya mpaka wanaamua to let me go. Another thing ambayo nimeweza kusoma hapa niseme tu ni tamaa ya pesa. In a way that mtu aweza kuwa akona kibarua chake nchini Kenya, Tanzania, Uganda, lakini kwa sababu kwa ile tamaa ya kwamba I need to get more, nataka kupata zaidi kama mtu fulani, kwa sababu mtu fulani anapata kile ambacho mimi nakosa. So anaamua sasa anatafuta njia ili mradi شوفوا خداماتنا chingine ambacho pia خداماتنا سوت بالمرة يوم النحر bali ni masuala mazima ya kwamba mtu anahisi ya kwamba kwenye hino maisha ya leo mtu peke yake شوفوا خداماتنا خداماتنا سوت بالمرة يوم النحر sika kabisa kama wanavyodhania ni ile masuala mazima كسرت بيتنا كلنا unaishi maisha kama كلنا unaiga, yani you want to copy someone's life, and this is where many people get it wrong. Hapa ndo pale ambapo watu wengi tunakosea. Kwa sababu gani? Inafika point umepata mtu jirani yako, beshte yako, mtu ambaye unamfahamu vizuri, sometimes hata ndugu yako ameweza kusafiri na amefanya mambo makubwa sana, na ile kazi ambayo ametoka nayo nchini Afrika ama nchi za Afrika mpaka aende kule ni kazi ambayo labda ni ya kufagia, security work, domestic work, kazi ya nyumba, kazi tu za kawaida hizi. Lakini my friend, vile vitu ambavyo unavifanya kwa ground, unashika kichwa hivi unasema who is this guy getting all this money? Huyu msichana anapata wapi hizi pesa? Huyu jamaa anapata wapi hizi pesa? There's that question sometimes we ask ourselves. Lakini let me tell you that kila mtu ako na bahati yake, na wanasema kwamba usilalie bahati ya mwenzako mlango wazi. You know why I'm saying so? It doesn't mean ya kwamba mtu akishasafiri, akishasign contract hapa ya security ama domestic work ama ya cleaning, atenda kule aende maisha yake yote akifanya hiyo kazi. There are some people they do go there wakifanya hiyo kazi miaka yote mpaka warudi, of which si makosa yao and we can't blame them because it's their, ni risk yao, Mwenyezi Mungu ameandikia that way. Na kuna wengine pia wanaenda kule, Mwenyezi Mungu anaumilikia torch, they upgrade bila hao wenyewe kutaka ama bila hao wenyewe ku-expect. Mwisho wa siku ile pesa ambayo alikuwa analipo akiingia pale unampata analipwa mara 5 yake. Wewe kwa sababu ulikuwa ni rafiki yako, maybe hapo kwa ukiwa Kenya, Uganda, Tanzania, hapo kwa unamtambia, unamuona huyu ana nini, mwisho wa siku unamuona anafanya vitu vya maajabu, unaanza kushika kichwa na kujiuliza, is this guy the same person I know? Ama unaanza kusema majini, mara Waarabu wanamfanya, mara
Me, I have a story of mine. Beshte yangu tulisafiri naye nchi ya Qatar, na I'm telling you, tuliweza kufika pale, something ambayo iliweza kufanyika kwa jamaa ni kitu ambayo ilimgeuza maisha yake total mpaka sasa hivi tunavyoongea. This guy changed his life total kabisa. Jamaa alienda kazi tu ya kawaida, akachukuliwa as a supervisor, akachukuliwa sasa akaikuwa general supervisor. Jamaa anakula pesa nzuri. He's just a Kenyan from Mombasa. But nile, unajua bahati ya mtu inakuja tu, kwa sababu I had been, maybe mtu alikuwa anafanya kazi kubwa kuliko yeye, ama anafanya kazi kismart kuliko yeye, na isiwe ya kwamba mpaka mtu awe anakusifia, ama mtu endapo atakuwa hakusifii kwa njia moja ama nyingine, basi unaona kama anakuchukia, because there's that trend as well. Pia watu wanachukiana wenyewe kwa wenyewe, watu ambao wamesafiri Arabuni, they hate each other just because ya kwamba umeona kwenye mitandao mtu fulani anafanya jambo fulani, the other guy ameweka kwenye mitandao anafanya jambo fulani, and that's the reason mimi nakwambia kwamba we should hate ourselves when we just want the public on the social media to understand the way of our life, ama the way we live our life. Si vizuri, ni upumbavu hali ya juu sana, ile ya kwamba wewe maisha yako unataka kuweka mtandaoni, kila mtu aweze kuona kitu gani ambacho unakifanya kwenye mtandao. Leo umekula kuku na ugali, picha. Umefanya nini na nini, picha. Unawekea watu waone kule. Hasa ndugu yangu, kuna watu na macho hivi, they don't know even themselves kama wana uchawi. That yeye ni mtu ana uchawi ndani yake, lakini hajui. Kwa sababu gani? Jicho la hasad. Mtu anaona hivi anasema huyu Zainab naye, huyu Fatuma naye, huyu Amina naye. That's it. Wanakupa vitu ambavyo vinakufanya wewe sasa vinakuja vina backfire, unaumizwa kazini. Unajipata ulikuwa vizuri na bosi wako, naongea kuswala wafanyikazi ndani ya nyumba. Unajipata uko vizuri na bosi wako, huna shida yote na bosi wako, you are just okay, very okay. From nowhere bosi wako anakuja kutoka kazini usiku, unaona anaanza kukuharass, kukuleta juu, hujui nini mbaya. Hasad, tuchunge sana hasad, because some people watakuja kwenye comment section, ama hata sasa labda washaandika tayari hawajafika hapa ambapo nazungumza, utasikia alhamdulillah, mimi na bosi wangu tuko vizuri, tuna shida yote. My friend, usipende sana kumsifia bosi wako kwa mitandao. You know why? Mimi nasema social media doesn't forget, and because social media doesn't forget, in case of anything that will come in future there, watu watakuja pale kwenye comment section, but this is the same person ambaye tuambia hana shida na Waarabu, just because ya kwamba umepewa favor 2-3 the few first days ukiingia umeanza tayari kumsifia. Chunga sana, anza kujiuliza swali mwanzo before wewe ingia hapo, ni nani aliyekuwa hapo, na aliyekuwa hapo alitolewa kwa sababu gani? Is it sababu aliyokuambia ni ukweli, ama tu kwa kile yako nahisi umedanganya? So cha msingi mimi nafikiria kwamba once watu wakisafiri kwenda Uarabuni waweze kutafuta pesa zao za kihalali, na vile vile pia watu ambao wako nyumbani kwetu Tanzania, Kenya, Uganda, wasione pia kama mtu akisafiri Uarabuni peke yake ndio chance ya yeye ku make it. Bado unaweza ku make it ukiwa East Africa hii yetu, bora Mwenyezi Mungu akusaidie tu. Una upungufu wa kazi, tunajua upungufu wa kazi mwingi sana. Serikali zetu zimeachilia vijana, serikali zetu nyingi hazitaki kushikilia vijana na kuandalia sehemu ambayo watajifanya wajiajiri ama wajiajiriwe pia na makampuni ya kawaida, ili mradi mwisho wa mwezi wapate kitu chochote. So unaona vitu vingi sana ambavyo vinaweza kufanyika, lazima pia vile vile tuwekee lawama kwa viongozi wetu. So it is what it is, ladies and gentlemen, this is channel. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.